Ni kweli tutakuwa tunafanya safari kutoka Mwanza kwenda Bukoba kupitia Kemondo, lakini matarajio ni kwamba hii meli itakuwa inafanya pia safari kwenda Port Bell Uganda na Kisumu nchini Kenya. Kwa hiyo taratibu, lini tutaanza hizo safari tutaambia, kwa sababu tuko kwenye hatua za mwisho kufanya makubaliano na wenzetu kule Kenya pamoja na Uganda, lakini safari zake zitakuwa kama safari ambazo meli ya MV Victoria sasa hivi inafanya, ya kwenda Bukoba kupitia Kemondo na baadaye ndio tutatoa taarifa ya njia mpya. Bei pia tutawatangazia kwa sababu baada ya uzinduzi tutakuwa na taarifa zote muhimu zinazohusiana na bei. Zile bei tulizokuwa tunafanya mwanzo kwa safari hizi ambazo Mheshimiwa Waziri amezizungumza zilikuwa safari za majaribio, kwa hiyo hata bei zilikuwa sio rasmi. Kwa hiyo tutatangaza bei rasmi, hazitatofautiana sana na MV Victoria, kwa sababu tumechukua hiyo kwamba hii meli ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wenye hali zote ni lazima waweze kuitumia. Kuhusu swala la jina, ni kweli jina letu sasa hivi linatambulika kama meli inaitwa MV New Mwanza. Hapa kwenye ziwa Victoria tumesajili meli nyingine kwa kupitia TEMESA, inaitwa MV Mwanza. Hamwezi kuwa na meli mbili zinaitwa zote MV Mwanza. Kwa hiyo moja imeitwa MV Mwanza, nyingine imeitwa MV New Mwanza. Kwa naomba hilo ndio liwe jina rasmi kuanzia sasa. Kwa kifupi ni kwamba ujenzi wa meli huu umechukua muda mrefu kidogo, na katikati hapa kumepita changamoto nyingi, changamoto za Uviko 19 kama mnavyofahamu. Si mradi huu tu, miradi mingi iliathirika, na hata ukiangalia bei ya chuma, kwa wale wanaofanya utafiti waangalie wakati tunasaini mkataba bei ya chuma kwenye World Index ilikuwa ni kiasi gani, na baadaye mwaka 2025 tuliposema hiyo bei mpya ilikuwa ni kiasi gani. Utaona tofauti ni kubwa sana. Hata hivyo tumeweza kubagain na tumeweza kuokoa fedha nyingi kutokana na muda ambao ilijengwa meli. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ya mradi ambao umepitia, ambao uliathiri pia mabadiliko ya bei. Lakini sisi kutokana na ile meli tunaamini tuna value for money. Pale tuna meli kubwa yenye uwezo mkubwa ya kisasa, ambayo kwa gharama hiyo bado duniani kote tunasema kwamba tumepata bei nzuri. Kwa wale ambao mnaweza mkaangalia, mnaweza mkafanya ulinganishi. Kwa hiyo kutokana na urefu wa utekelezaji wa mradi na mabadiliko yaliyotokea, iliathiri bei ya vitu vingi, ikiwemo bei ya chuma, ambacho ndiyo component kubwa sana ya ujenzi wa ile meli. Ile meli ina uwezo kubeba tani 400 za mzigo. Tutakapoweza kupata tani 100 tu tuna break even, yani tunaweza kufikia gharama za kuiendesha bila hata kubeba abiria. Kwa hiyo utakayebeba abiria yote hata kuanzia mmoja juu ya tani 100 tayari ni faida. Lakini tumeona mapato tuliyopata kwa safari hizi chache za majaribio tulizofanya, inaonyesha kabisa kwamba hii meli itatulipa gharama za uendeshaji, lakini pia tutachangia kwenye pato la serikali. Kwa hiyo mniruhusu hilo swali tujibishane siku nyingine baada ya kuwa tumeshafanya safari za kutosha.